Kipochoge has been there. Elvis, if you can hear me, I know there is a lot of anticipation, expectation at the same time, because people want to see this man, Eliud Kipochoge, a star. What exactly should we expect from the residents? And that is, I can see you are in the residence of Janet Rotich, and that is the home of the champion himself. Thank you very much, Moses Wakisi. Na tumekita kambi katika nyumbani mwa Eliud Kipochoge. Hapa ndio alipokopolewa mwaka 1985 na mamake Janet Rotich, ambaye siku ya leo ana furaha tele, manake ana miadi kwamba huenda mwanawe ataweza kuvunja ile rekodi ambayo imewekwa hasa kwenye upeo wa kitaifa, huku ulimwengu mzima ukiwa umetunga macho hasa katika kule Vienna, huku katika eneo la Kapsisiwa, hasa nyumbani mwa Eliud Kipochoge. Shughuli za hapa na pale zimekuepo, wageni wa mbali na karibu tayari wamekuepo katika maeneo haya, na kama unavyoona tayari wana tuzo ambazo Eliud aliweza kushinda miaka ya pale nyuma. Kwa hiyo leo ni ishara tosha kwamba mambo huenda yakawa salama. Bila kupoteza muda, nitamzungumza na mamake mzazi Janet Rotich aweze kutuambia leo hatakuwa anatizama labda runinga akiwa eneo lipi na matarajio yake ni gani. Karibu sana Janet Rotich, na najua leo kwamba ni sikukuu kwako. Unatarajia nini? Bye. Labda tu kwa lugha ya Kiswahili tu. Najua bye kwamba una furaha. Ni furaha. Bye. Nguna mu taungu na kwa lawate. Kwa Kiswahili tu mama, kwa Kiswahili kidogo. Nasikia furaha kwa Eliud tena sai kukimbia. Nasikia furaha sana. Na maombea yeye. Naombea yeye asinde. Labda leo tumeona kwamba una wageni wa mbali na karibu. Hapa kwa boma yako umeandaa nini? Watu watakuwa wanafanya nini? Wataangalilia wapi TV? Watu wa jirani hapa nakuja kuona TV hapa na nakuja kuangalia Eliud bila nakimbia kwa naitwa nini huko Vienna kule Austria. Ndio. Labda tupatie kidogo historia ya Eliud. Najua kwamba hapo nyuma ulikuwa umetuambia alipozaliwa, mambo yake, maisha yake. Eliud alikuwa mtu aina gani? Eliud alikuwa mtoto mzuri. Alikuwa mtoto mzuri. Na ni wakati gani kwamba mligundua kwamba huenda ana talanta ya kukimbia? Alikuwa mtoto mzuri, mnaona yeye alikuwa na talanta ya kukimbia. Kwa hiyo leo anapokimbia kule Austria na dunia mzima inamwangalia, ni nini utamwambia aweze kukusikia kabla hajaanza mbio hizo? Namwambia yeye namwambia yeye aje ni ngamlal nandi. Sawa mama. Ikilgei amukerin dunia tugul asamchini kokilgei ako berur cheptolel. Okay. Moses Wakisi amesema kwamba anamwombea Mwenyezi Mungu aweze kumfanikisha hasa kwenye ile safari yake, na anaamini kwamba itakapofika saa 3:15 basi mwanawe ataanzisha ule mchakato wa kuweza kuvunja ile rekodi ama kukimbia chini ya saa 2. Vile tunaye Reverend hapa nyumbani kwake. Tumeona kwamba tumezungumza na mama na amesema kuna furaha. Leo ni siku aina gani hapa? Ni furaha kubwa sana kwetu, kwa family, kwa kijiji yote, pamoja na location ya Kapsisiwa. Tuko na furaha, tukitarajia matokeo mazuri ambayo dunia yote naangalia. Sisi tunaangalia na tunaombea atafunja hiyo rekodi. Yeah. Tumeona kwamba kuna wanakijiji hapa wa mbali na karibu tayari wamejaa hapa katika nyumbani mwake. Je, mna hafla ambayo mtaandaa maombi ama tayari mlikuwa mshaomba? Ratiba iko namna gani leo hapa nyumbani? Tumeanza kuomba hata wakati ilipotangazwa. Maombi kaendelea na inaendelea. Hata asubuhi ya leo tulipoamka ni maombi. Tukaomba na ni maombi mpaka sasa. Na hata tunashukuru, tunasema asante kwa wakini ambao wamekuja kuwa pamoja na sisi. Hii ni maombi pamoja. Tunaombea yeye afanye vizuri. Yeah. Binafsi yako wewe, najua kwamba ni kasisi, umemjua Eliud kwa muda gani? Nimejua yeye sana. Mimi ni member wa family. Na tumekaa na yeye tangu utotoni. Alipozaliwa na elimishwa kwa primary,
secondary mpaka anza kuwa mtu mkubwa. Tumechua kabisa yeye. Yeah. Mwisho kabisa wacha nimalize na huyu bwana kwa haraka haraka. Najua kwamba tunaelekea katika pande mbalimbali za nchi. Labda tunazungumza na KTN. Labda utaweza kusema nini siku ya leo hasa katika kaunti ya Nandi? Basi kwa niaba ya watu wa Nandi, kwa niaba ya serikali yetu ya Nandi tukufu, tunataka kumtakia Eliud mema. Tunajua ataweza. Tumekuja hapa kumtakia mema kwanza kwa mzazi wake hapa Eliud, na pili tukimaliza hapa tunaelekea Kapsisiwa Primary. Tuangalie kwa wale wote ambao tuko pale, mama aendelee kupokea wageni kidogo alafu atatuunga pale. Kwa hivyo sisi zote kama jamii ya Nandi, kama jamii ya Talai, vile Reverend amesema, we are very expectant. Tunangojea kwa hamu na hamu kuangalia kwamba mtoto wetu amefaulu kwa ile taswira yake ambaye ametazamia, na Mungu atamjalia. Tumefanya maombi yote, tumefanya kila kitu, ni Mungu kututunuku na ombi letu. Asante sana. Asante sana. Moses, umesikia kutoka kwa wadau mbalimbali hapa boma la Eliud Kipochoge, eneo ambapo ulikuwa siku za hivi majuzi, na kwa kweli mambo yako hivyo, wakazi tayari wamejaajaa. Labda nisikie tu neno la mwisho kutoka kwa mama. Mama, neno lako la mwisho ni nini? Nebaleta mamite na mwa bye kabisa ngondo toma sana bye tu. Bye tu kwa kakotar. Moses amesema kwamba tangia kuzaliwa kwake hajawahi kufurahia jinsi alivyoweza kufurahia siku ya leo. Manake amemjua mwanawe tangia mwaka 1985, na anasema kwamba anajua kwamba ni mtu mwenye bidii za mchwa. Kwa hiyo siku ya leo atakuwa na furaha, na anahakika kwamba mwanawe atatikisa anga na kufanya ulimwengu mzima uweze kumtambua kwamba Eliud Kipochoge, mwana ambaye alizaliwa katika kijiji cha Kapsisiwa, basi ni mtu tajika na atakuwa mtu mbele ya watu. Wakisi